Maana haya yote lazima tuyathibitishe, watu waelewe. Wabaki tu kukatarwa nini? Makala. Ila kuelewa wameelewa. Amina. Get the point. Take a step forward. Nyinyi mnaoniangalia kwa njia ya YouTube, andika hilo. Kichwa cha somo kinasema uijue siku ya kumwabudu Mungu. Iandike, itakusaidia. Tuombe. Baba mwema, muumbaji wa mbingu na nchi, wewe uliyeziumba mbingu na dunia kwa muda wa siku 6 na siku ya 7 ukapumzika. Wewe uliyeumba vitu vyote vya mbinguni, vya duniani, vya majini, vya chini ya dunia, vinavyoonekana na visivyoonekana. Wewe uliyemuumba binadamu, na sote ni kazi ya mikono yako, jina lako na litukuzwe. Tumekuja leo kukujua wewe na kuijua siku ya kukuabudu wewe. Tunaomba ushuke ukawe mhubiri mkuu katika somo hili, na Roho Mtakatifu akalifafanue ili likaeleweke kwa kila anayesikia, na somo la leo likatuonyeshe okovu wa maisha yetu, likatuonyeshe usalama wa maisha yetu, likatuonyeshe usahihi wa kukuabudu wewe, na wote tukapata kubarikiwa kupitia somo la leo. Tunaomba utubariki wote, ututakase kwa hii kweli, maana neno lako ndio kweli. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Katika kile kitabu cha Danieli 9 fungu la 1 na la 2. Danieli sura ya 9 mstari wa 1 na wa 2. Imeandikwa hivi. Neno la Mungu linasema, katika mwaka wa kwanza wa Dario, katika mwaka wa kwanza wa Dario, mwana wa Ahasuero wa uzao wa Medi, aliyetawazwa kama mfalme juu ya miliki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza kumiliki kwake, mimi Danieli. Anasema katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwa mfalme yule, Danieli anaandika mimi Danieli. Kwa kuvisoma vitabu. Kwa kuvisoma nini? Kwa kuvisoma vitabu. Kwa kuvisoma vitabu. Nalifahamu hesabu ya miaka. Nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimwijia Yeremia nabii, ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu. Jengwa kwa ukiwa wa wapi? Wa Yerusalemu. Yaani miaka 70. Miaka mingapi? Miaka 70. Danieli akaijua miaka ya kujengwa kwa Yerusalemu kwa kuvisoma nini? Vitabu. Naomba usikilize vizuri. Na leo tutaijua siku ya kumwabudu Mungu kwa kuvisoma vitabu. Amina. Ndio maana somo linasema uijue siku ya kumwabudu nani? Mungu. Kwa nini nimekuwa na somo hili? Maana imechanganya na wengi wamekumbwa na cheche za uasi. Kwa nini? Maana wamemwabudu Mungu kinyume na yeye alivyosema. Maana shetani ameleta ibada nyingi kweli, nyingi. Mpaka watu wameshindwa kuelewa, mpaka watu wamechanganyikiwa. Leo wengine wanamwabudu Mungu Ijumaa, wengine wanamwabudu Jumamosi, wengine Jumapili. Sasa swali linaulizwa, ni ipi iliyo ya kweli? Je, ni Ijumaa, ni Jumamosi au ni Jumapili? Maana watu wamechanganyikiwa, watu wameshindwa kuelewa. Siku zote nawaambiaga hivi, popote palipo na original na fake zipo. Tena fake ndio huwa ni nyingi kuliko original. Pale palipo na original moja, lazima fake ziwepo zaidi ya moja. Sasa leo kwa kuvisoma vitabu tutaijua original. Amina.
Yesu anasemaje Mathayo 24? Lile fungu la 14 ameandika hivi. Mathayo 24:14. Neno la Mungu limeandikwa. Andiko anasema 14 ni hivi. Tena habari njema ya ufalme. Habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Endelea. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapo ndipo ule mwisho utakapo kuja. Maliza. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama mahali patakatifu. Asomaye afanyeje? Na afahamu. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe wanaofahamu, rafiki zangu, ni wale wanaosoma. Amina. Danieli kwa kuvisoma vitabu alifahamu hesabu ya miaka ya kujengwa kwa nani? Kwa Yerusalemu, kwa kuvisoma vitabu. Amina. Yesu anasema asomaye na afanye nini? Na fahamu. Leo ninakupendekezea chagua kufahamu. Amina. Na ninakuombea Mungu akusaidie. Amina. Tunapoisoma vitabu leo, ijue siku ya kumwabudu nani? Mungu. Kitabu cha Mwanzo 2 fungu la kwanza ameandika hivi. Mwanzo 2 fungu la kwanza maandiko yanasema. Ameandika nini? Basi mbingu na nchi zikamalizika. Mbingu na nchi zilimalizika. Na jeshi lake lote. Na siku ya 7. Siku ya ngapi? Na siku ya 7. Siku ya ngapi? 7. Siku ya 7. Mungu alimaliza kazi yake yote. Alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Siku ya ngapi hiyo? Hiyo ni siku ya 7. Ni siku ya 7. Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Akaanza kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya. Mungu akaibarikia siku ya 7. Ndipo Mungu akabarikia siku ya 7. Akaibarikia siku ya 7. Akaibariki siku ya 7. Akaitakasa. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaanza kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mungu akastarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Ni siku ya ngapi hiyo jamani? Siku ya 7. Siku ya 7. Mungu akastarehe. Nini maana ya kustarehe? Hebu twende kitabu kile cha Kutoka 35. Nini maana ya kustarehe? 31. Kutoka 31. Naam. 16 ameandika hivi. 31:16 maandiko yanasema. Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika Sabato. Kuiangalia sana hiyo Sabato. Katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele. Ni agano la nini? Ni agano la milele. Ni ishara kati ya mimi na nani? Na wana wa Israeli milele. Kwani kwa siku 6. Isikilize vizuri hiyo. Kwa siku 6. Kwa siku ngapi? 6. Bwana alifanya mbingu. Akafanya mbingu na nchi. Na nini? Akastarehe kwa siku ya 7. Alistarehe siku ya ngapi? Siku ya 7. Na kufanya nini? Na kupumzika. Bwana asifiwe. Amina. Bwana akafanya kazi zake kwa muda wa siku 6. Na siku ya 7 Bwana akastarehe na kufanya nini? Na kupumzika. Akapumzika siku ya ngapi? Ya 7. Akapumzika. Wewe unapumzika siku ya ngapi? Na hapa Biblia imeandikwa Bwana akasema itakuwa ni ishara baina ya Mungu na Waisraeli milele. Itakuwa ni ishara kati ya Mungu na Waisraeli milele. Kwamba kazi zifanywe siku ngapi? 6. Na siku ya 7 iwe ni siku ya kupumzika. Amina. Maana Bwana alifanya kazi muda wa siku ngapi? 6. Na ya 7 akafanya nini? Akapumzika. Ni ishara kati ya Mungu na Waisraeli milele. Amina. Waisraeli ni wakina nani? Funua ile Qur'ani tukufu tusaidie. Maana leo ni siku ya kusoma vitabu. Danieli kwa kuvisoma vitabu aliifahamu hesabu ya miaka ya kujengwa kwa Yerusalemu. Ukurasa wa 16. Soma hiyo. Qur'ani tukufu ukurasa 16 inasema. Maana ya Waisraeli. Kadhalika neno hili linatumiwa katika maana mbalimbali. Sikia. 1. Yakobo mwenyewe anaitwa Israeli. Yakobo aliitwa Israeli.
2. Wazao wake wanaitwa Israeli. Wazao wake, yani wana wa Yakobo, nao wanaitwa Israeli. Mtu au watu. Hiyo ndio irudie. Mtu au watu wowote wacha Mungu. Wacha Mungu. Wacha Mungu. Wacha Mungu. Wacha Mungu. Maliza. Wanaitwa Israeli. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe wacha Mungu wote duniani, neno linalotumika maana ya wacha Mungu, maana yake ni Waisraeli. Amina. Na Israeli maana yake ni wacha Mungu. Amina. Kwa hiyo wewe kama ni mcha Mungu, popote unakonitazama, wewe ni Mwisraeli. Amina. Maana neno Mwisraeli linamaanisha wacha nini? Wacha Mungu. Na Yesu anasema Mungu akafanya ishara na Waisraeli, na Sabato ni ishara kati ya Mungu na Waisraeli. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha ukasema hivi, Sabato ni ishara kati ya Mungu na wacha Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Sasa tunataka tuiangalie siku ya saba ni lini. Je, ni Ijumaa? Ni Jumamosi? Au ni Jumapili? Maana hicho tu ndicho tunachonyambua leo na somo linaisha. Ili watu tuwaondoe kwenye utata. Tuwaondoe kwenye kutatizwa. Sikiliza Ijumaa. Biblia yangu na yako inasema Ijumaa ina sifa kuu 3. Nimesema ina sifa kuu ngapi? 3. Jumamosi ina sifa kuu 4. Nimesema ina sifa kuu ngapi? 4. Jumapili ina sifa kuu 8. Ina sifa kuu ngapi? 8. Sasa naomba unisikilize vizuri ninapokuonyesha sifa hizi haraka haraka. Ijumaa inazo sifa kuu 3. Ijumaa ni siku ya 6 ya juma. Tafuta historia zote za vitabu. Soma vitabu vyote vya historia. Ijumaa ni siku ya 6 ya juma tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mwanzo 1:31 ameandika hivi. 1:31 maandiko yanasema katika Mwanzo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya. Kila kitu alichokifanya. Natazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Hii ni sifa ya Ijumaa. Kabla haijaitwa Ijumaa iliitwa siku ya lini? Ya 6. Kabla haijaitwa Ijumaa. Na sifa namba 2 ya Ijumaa, Ijumaa inaitwa siku ya maandalio. Kwa nini iliitwa siku ya maandalio? 12 Kutoka, 16 Kutoka, lile fungu la 4. Kutoka 16 fungu la 4. Kwa nini iliitwa siku ya maandalio? Naam. Ndipo Bwana akamwambia Musa. Akamwambia, tazama, hawa ni Waisraeli wanatoka Misri kwenda Kanaani. Chakula kimewaishia. Na sasa wanaanza kulia wapate chakula wapi? Ndipo Mungu akamwambia Musa. Sikia hiyo. Bwana akamwambia Musa. Akamwambia, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate. Nitawanyeshea nyinyi mvua ya mikate kutoka mbinguni. Na hao watu watatoka nje. Na wao watatoka nje. Na kuokota kila siku sehemu ya siku. Watatoka waokote kila siku sehemu ya nini? Sehemu ya siku. Endelea. Ili nipate kujaribu. Ili niwajaribu kwamba atakwenda katika sheria yangu au la. Ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya 6. Lakini ikifika siku ya 6. Siku ya 6. Ya kwamba watayandaa hayo watakayoleta ndani. Watayandaa hayo watakayoyaleta ndani. Nayo yatakuwa ni mara 2 kuliko waokotavyo kila siku. Nayo wataleta mara 2 kuliko waokotavyo kila siku. Basi hapa ndipo tuliona maandalio yanaanza. Amina. Maandalio. Waliambiwa waokote mikate kila siku milo mingapi? 2. Ila ikifika siku ya 6 waokote milo mingapi? 2. Kila siku waliokota mlo mmoja. Siku ya 6 wakaambiwa wafanye maandalio. Amina. Kabla Ijumaa haijaitwa Ijumaa, iliitwa siku ya ngapi? Ya 6. Kabla kuwekwa misingi ya dunia. Kabla haijaitwa Ijumaa, iliitwa siku ya 6. Na Ijumaa ikaitwa siku ya maandalio. Lile fungu la 22 ameandika hivi. Kutoka 16:22 maandiko yanasema. Ameandika hivi.
Maandiko yanasema basi ikawa siku ya sita wakaokota kile chakula sehemu maradufu. Wakaokota kile chakula sehemu maradufu. Maana yake wakaokota mikate milo miwili. Kila mtu pishi mbili. Kila mmoja akaokota milo miwili. Pishi mbili. Sikia. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Endelea. Akamwambia ndilo neno alilonena Bwana. Hili ndilo neno alilonena Bwana. Kesho ni starehe takatifu. Ni siku takatifu. Sabato takatifu kwa Bwana. Sabato takatifu kwa nani? Kwa Bwana. Kwa Bwana. Okeni mtaacha oka na kutoka mtaacha tokosa. Maliza. Na jini mtaacha wasalia. Jiwekeni kilindo hata asubuhi. Endelea. Basi wakiweka hata asubuhi. Wakakiweka hata asubuhi. Kama Musa alivyoagiza. Nacho wakikutoa uvundo wala kuingia mabuo. Endelea. Musa akasema, haya, kuleni hiki leo. Kuleni hiki leo. Kwa kuwa maliza. Leo ni sabato ya Bwana. Leo ni nini? Ni sabato ya Bwana. Kuleni hiki leo, maana leo ni sabato ya nani? Ya Bwana. Sasa leo kuna watu wanadai na wanahubiri, wanafundisha eti sabato ni ya Wayahudi. Mumepungukiwa lishe ya kiroho. Sabato ni ya Bwana. Amina. Biblia inasema sabato ni ya Bwana. Amina. Maana Bwana ndiyo mwanzo wa sabato. Amina. Ndiye mwanzishaji wa sabato. Amina. Maana aliumba mbingu na nchi na kila kitu kikaumbwa kwa siku 6 na siku ya 7 akapumzika. Amina. Na neno sabato maana yake ni pumziko la siku ya ngapi? Ya 7. Kwa hiyo Mungu akatangaza maandalio kwa wacha Mungu. Akawatangazia maandalio yafanyike Ijumaa kwa Waisraeli wote. Ninaposema Waisraeli nasema wacha Mungu wote. Kitabu cha Luka 23 lile fungu la 44. Biblia inasema sifa namba 3 ya Ijumaa. Ijumaa ni siku ya ukombozi. Kwa nini? Yesu alikufa Ijumaa. Akamwaga damu yake siku ya Ijumaa. Na kupitia kifo cha Yesu msalabani, wokovu wa mwanadamu ukapatikana msalabani siku ya lini? Ya Ijumaa. Fungu la 44. 53:54 maandiko yanasema. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Ilikuwa ni siku ya maandalio. Na sabato ikaanza kuingia. Nimekuambia usoma 44. 44 nasema. Hapo ilikuwa yapata saa 6. Kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake. Pazela hekalu likapazwa katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu. Akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yesu akakata roho siku ya Ijumaa. Yesu akamwaga damu yake siku ya Ijumaa. Na ukombozi wa mwanadamu ukapatikana siku ya Ijumaa kupitia kifo cha Kristo, damu ya Kristo iliyomwagika pale msalabani siku ya lini? Ya Ijumaa. Hizi ndizo sifa za siku ya Ijumaa. Haina sifa tofauti na hizo. Na wala usifundishe vingine na usikubali kufundishwa vingine. Maana tunaishi kwa imefanya nini? Kwa imeandikwa. Imeandikwa. Lile fungu la 50 inameandika hivi. 50 inasema. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Siku ile ya Ijumaa Yesu anakufa msalabani. Ilikuwa ni siku ya nini? Siku ya maandalio. Na sabato ikaanza kuingia. Na sabato ilianza kufanya nini? Kuingia. Hebu chukua Biblia ya Kiswahili cha kisasa hiyo. Soma fungu la 54 hilo. Luka 23:54. Soma fungu la 54 hilo. Maandiko yanasema. Siku hiyo ilikuwa Ijumaa. Siku hiyo Yesu anakufa msalabani. Biblia inasema ilikuwa juma ngapi? Ilikuwa Ijumaa. Na maandalio ya siku ya Sabato. Na maandalio ya siku ya Sabato yalikuwa yanaanza. Bwana asifiwe. Amina. Yalikuwa yanafanya nini jamani? Yanaanza. Lakini Ijumaa iliitwa siku ya 6. Ijumaa iliitwa siku ya maandalio. Ijumaa Yesu alikufa na ukombozi wa wanadamu kafanya nini? Ukapatikana. Hizo ndizo sifa za Ijumaa. Amina. Hakuna pumziko Ijumaa.
Hakuna sifa ya pumziko. Tusomee ukurasa wa 361 kwenye Biblia ya Kiswahili cha kisasa, yale maneno magumu. Neno matayarisho. Soma hiyo. Naam. Soma hiyo. Matayarisho. Soma hiyo. Neno matayarisho. Maana yake ni siku ya 6. Irudie watu waielewe vizuri. Matayarisho. Maana yake ni siku ya 6. Unaposikia neno matayarisho, maana yake ni siku ya 6. Ni siku ya 6. Matayarisho yanafanywa siku ya 6 ya juma. Endelea basi. Ni siku ya 6. Katika hesabu ya siku ni siku ya 6. Katika hesabu ya siku za juma la Kiyahudi. Ni siku ya 6 katika hesabu ya siku za juma la Kiyahudi. Yaani siku ya Ijumaa. Siku hiyo ni siku ya lini? Siku ya Ijumaa. Endelea. Ambapo maliza. Wayahudi walijitayarisha kuadhimisha Sabato. Walijitayarisha kuadhimisha nini? Sabato. Lini? Jumamosi. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo Ijumaa ni siku ya maandalio ambayo wacha Mungu wote duniani walifanya maandalio siku hiyo. Amina. Wakajitayarisha kuadhimisha Sabato kesho yake inayoitwa lini? Jumamosi. Hivi ndivyo ilivyoandikwa baba yangu wewe. Naomba uikague Biblia yako vizuri, kagua Biblia yako vizuri. Ijumaa ni siku ya lini? Ya 6. Na ndiyo siku ya maandalio. Qur'ani 62 lile fungu la 9 linatuthibitishia kwamba, aya ya 9 inatuthibitishia kwamba Ijumaa ni siku ya kazi, sio siku ya mapumziko. Na kama ulikuwa umefundishwa hivyo, uliliwa keusi. Biblia na Qur'ani zinakubaliana kabisa. Imeandikwaje? Soma wewe. 62 aya 10 inasema. Enyi mlioamini. Nyinyi mlioamini. Tukiazimiwa kwa ajili ya sala. Kukiazimiwa kwa ajili ya sala. Siku ya Ijumaa. Siku ya lini? Siku ya Ijumaa. Maliza hiyo. Nendeni upesi mkaje Mwenyezi Mungu. Anasema nendeni upesi mkamtaje Mwenyezi Mungu. Na acheni biashara. Acheni kidogo biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu. Endelea. Ikiwa mnajua hivi, basi fanyeni. Endelea. Na itakapokwisha sala, tawanyikeni katika ardhi. Itakapokwisha sala, tawanyikeni katika ardhi. Mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Ili mkazitafute fadhila za nani? Za Mwenyezi Mungu. Sikiliza fafanuzi. Fafanuzi nasema. Siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Sikia hiyo. Haikatazi kufanya kazi. Siku ya Ijumaa haijakatazwa kufanya kazi. Haikatazwi. Kinyume cha wanavyodhani baadhi ya watu wanavyofikiria. Wanaambiwaje? Ukifika wakati wa sala, waende wakasali. Nendeni mswali. Sio usifanye kazi kutwa. Sio kwamba muache kazi kutwa nzima. Zingatieni tu muda wa sala. Amina. Zingatia muda wa swala. Amina. Ukifika wakati wa kuswali siku hiyo ya Ijumaa, kiimbia nenda usali. Sio kwamba mapumziko. Qur'ani inakataa siku ya Ijumaa sio ya mapumziko. Amina. Maliza. Na ikiisha sala, watoto wakafanya kazi zao. Tokeni nendeni muendelee na nini? Na kazi. Endeleeni na kazi. Kama alivyokuwa akifanya. Kama mlivyokuwa mkifanya. Rafiki zangu, Ijumaa ni siku ya 6 ya kazi. Amina. Maana Biblia imeandikwa fanyeni kazi siku ngapi? Siku 6. Siku 6. Kwa hiyo Ijumaa ni siku ya kupiga kazi. Ila zingatia saa za nini? Za sala. Na wenzetu wana swala za kila siku sala 5, kila siku swali 5. Na ndio maana wanakuambia hata Ijumaa ikifika zingatia tu muda wa nini? Wa swala. Hizo ndizo sifa 3 za lini jamani? Za Ijumaa. Tumeiweka hapo. Jumamosi na sifa 4. Nimeitangaza tangu mapema. Nimeitambulisha. Jumamosi na sifa ngapi? Ina sifa 4. Sifa namba 1 ya Jumamosi. Jumamosi ni siku ya 7 ya juma. Tangu kuwekwa misingi ya dunia. Jumamosi ni siku ya ngapi jamani? Ya 7. Na sifa namba 2 ya Ijumamosi. Jumamosi ni siku ambayo Mungu alipumzika. Sifa namba 3. Jumamosi ni siku ambayo Mungu aliibariki.
Amina. Na kuitakasa. Sifa ya 4 na ya mwisho, Jumamosi ni siku ambayo Mungu aliagiza binadamu wote, wanadamu wote wapumzike. Biblia ikaandikwa hivi, Mwanzo 2:1. Rudia hiyo. Mwanzo 2:1 maandiko yanasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba sikia, Mungu alimaliza kazi yake yote aliyofanya. Akaistarehe siku ya saba. Akaja kufanya kazi yake yote aliyofanya. Mungu akafanyaje? Akaibarikia siku ya saba. Akaibarikia siku ya saba. Akaibarikia. Wewe vipi wewe? Akaibariki siku ya saba, akaitakasa. Akaibarikia, akaifanya nini? Akaitakasa. Kwa sababu sikia, katika siku hiyo Mungu alistarehe, Mungu alipumzika. Akaja kufanya kazi yake yote aliyoiumba. Baada ya kufanya kazi yake yote, Mungu akapumzika siku ya ngapi? Siku ya saba. Kwa hiyo sifa namba 1, Jumamosi ni siku ya 7. Amina. Namba 2, Mungu alipumzika. Amina. Namba 3, akaibarikia na kuitakasa. Amina. Na kitabu cha Kutoka 20 lile fungu la 8, Mungu akaagiza. Sikiliza agizo. Kutoka 20 fungu la 8. Mungu akaagiza. Maandiko yanasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Mungu akaagiza akasema, ikumbuke siku ya Sabato ifanye nini? Uitakase. Siku usifanye kazi, tenda mambo yako yote. Lakini siku ya saba. Siku ya ngapi? Siku ya saba. Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Jamani, siku ya saba ni Sabato ya nani? Ya Bwana Mungu. Yaani mimi naendelea kusisitiza tu kwamba jamani, Sabato sio ya Wayahudi. Amina. Wale mliofundishwa hivyo mlidanganywa. Na kama mlidanganywa, yafanyaje? Yatosha. Leo muelewe. Amina. Unakonitazama pale leo uelewe. Amina. Jamani, Sabato sio ya Wayahudi. Amina. Ameandika hivi, soma wewe. Lakini siku ya saba. Maliza. Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako kufuga, wala mgeni ndani ya malango yako. Endelea. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi. Na vyote vilivyomo. Wala alifanya mbingu na nchi na bahari. Sasa na hiyo ulikuwa umeiacha wapi hiyo? Au yani kwa kweli. Kwa hiyo macho yangu na ya kwako yapi ambayo hayaoni sasa? Kipofu ni nani? Siku ile niliwafundisha jamani, kipofu ni nani? Unaweza ukadai unaona kumbe hauoni. Anasema hivi, rudie hiyo. Maana kwa siku sita. Maliza. Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Akastarehe siku ya saba. Akastarehe siku ya ngapi? Siku ya saba. Jamani, siku ya mapumziko katika wiki ni siku ya ngapi? Ni siku ya saba. Akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato. Akaibarikia siku ya Sabato. Akaitakasa. Akafanya nini? Akaitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siku ya saba ni lini? Hebu isikilize Biblia yangu na Biblia yako. Isikilize. Kiswahili cha kisasa ameandika siku ya saba ni Jumamosi. Na leo tunataka tukuthibitishia katika vitabu vingi. Maana Danieli kwa kuvisoma vitabu vingi alijua hesabu ya miaka ya kujengwa kwa nani? Kwa Yerusalemu. Na mimi leo kwa kuvisoma vitabu vingi tutaifahamu siku ya kumwabudu nani? Mungu. Kumbuka somo linasema uijue siku ya kumwabudu nani? Mungu. Isikilize Biblia inasemaje? Neno Sabato. Wewe unawaambia ukurasa wa 362 kwenye maneno magumu. Neno Sabato. Fafanuzi za maneno magumu. Neno Sabato. Maana yake ni siku ya saba. Unaposikia neno Sabato, maana yake ni pumziko la siku ya ngapi? Siku ya saba. Sio siku ya kwanza ya juma. Ukisikia neno Sabato ni neno lililotajwa kwa Kiebrania. Maana yake
lenye maana ya siku, pumziko la siku ya ngapi? Siku ya 7. Irudie sasa watu waielewe. Sabato ni siku ya 7. Ni siku ya 7. Ni siku ya 7 ya juma la Kiyahudi. Kwetu sisi ni Jumamosi. Ambapo haikuruhusiwa kufanya kazi yoyote. Basi. Kwetu sisi ni juma ngapi? Ni Jumamosi. Ambapo haikuruhusiwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Haikuruhusiwa kufanya kazi yoyote. Ndio maana wanakuambia ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya nini? Kazi. Tenda mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mjakazi, wala mtumwa, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nini? Na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Akastarehe siku ya ngapi? Ya 7. Kwa hiyo Bwana alibarikia siku ya Sabato akafanya nini? Akaitakasa. Ni marufuku kufanya kazi siku hiyo. Amina. Kile kitabu cha Kamusi kinasema hivi. Na kabla sijasoma Kamusi twende Qur'ani kwanza. Maana Biblia na Qur'ani zinakubaliana. Rafiki zangu, tusomeni vitabu. Baba, mama, kaka, dada, someni vitabu. Amina. Pale popote unaponitazama kwa njia ya TV, soma vitabu. Amina. Vitabu vinasaidia. Amina. Vinaelimisha. Amina. Acha kuchukua porojo za wachungaji. Kuna wengine tu wanatafuta mikate yako, wanatafuta mikate kwako. Baba, soma. Amina. Qur'ani 454. Ameandika hivi. 454 nasema. Ameandika hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Aya inasema. Na tukaunyanyua mlima juu yao. Biblia imeandikwa na Qur'ani imekubali. Na tukaunyanyua mlima juu yao. Endelea. Hao Mayahudi kwa kufanya agano nao la kufuata Torati. Tukafanya agano nao la kuifuata Torati. Na tuliwaambia waifuate sheria. Tuliwaambia liingieni lango la nchi ya Shamu hali ya kuinama huku kama mna rukuu. Wakapinga. Wakasemaje? Na pia tukawaambia msiruke mipaka. Maliza. Kwa kuivunja taazima ya Jumamosi. Kwa kuivunja taazima ya juma ngapi? Ya Jumamosi. Usiruke mipaka hata kama we ni taila. Hata kama umelewa. Usiruke mipaka kuivunja heshima ya juma ngapi? Ya Jumamosi. Sikiza ufafanuzi. Wanuzi nasema. Na baada ya kutoka katika hiyo miji na vijiji vya Shamu. Walipotoka katika hiyo miji na vijiji vya Shamu. Waliambiwa. Wakaambiwa. Waiadhimisha siku ya Jumamosi. Wakaambiwa kuiadhimisha siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi. Jamani, azimisha siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi. Kwa kuifanya ni siku ya ibada tu. Kwa kuifanya iwe siku ya ibada tu. Si siku ya kufanya kazi. Sio siku ya kufanya nini? Kazi. Kama Biblia imesema, Qur'ani imesema, wewe una kitabu gani kinachopinga vitabu hivi viwili? Baba yangu, mama yangu, kaka na dada, popote unaponisikiliza, ninatoa tenda nyingine. Ile siku nilikwambia unitafutie fungu la kucheza kanisani ndani ya Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya, kwamba ukipata fungu hilo unakuja ninakupa 500,000. Mpaka dakika inavyoongea na wewe, ninavyoongea na nyinyi, sijampata mtu huyo. Maana yake hili fungu halipo. Leo naongeza tenda kwa mtu yoyote na kwa yoyote atakayelipata fungu la kwenda kusali Jumapili ndani ya Biblia, ndani ya Qur'ani, ninaongeza kilo zingine 5 kwa mtu huyo. Njoo nikupatie kilo 5. Ninatangaza kilo 5. Maana yake laki ngapi? 5. Ukilipata hilo fungu la kwenda kusali Jumapili, njoo nikupe kilo 5. Amina. Hakuna fungu hilo. Kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani, siku ya 7 ya kumwabudu Mungu ni Jumamosi. Amina. Siku ya 7 ya ibada ni Jumamosi. Amina. Na siku ya ibada ni Jumamosi. Amina. Irudie hiyo. Naam. Na baada ya kutoka hiyo miji na vijiji vya Shamu. Irudie watu waisikie. Wakaambiwa waiadhimisha siku ya Jumamosi. Wakaambiwa kuiadhimisha siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi. Maliza. Kwa kuifanya ni siku ya ibada tu. Kwa kuifanya iwe siku ya ibada tu. Siku ya kufanya kazi, wala sio siku ya kufanya nini? Kazi. Hiyo ni Qur'ani. Na mimi napenda niwaambie kokote mnakonisikiliza, popote pale mnaponitazama,
kila mmoja atahukumiwa kwa kila alichosikia. Waislamu wote watahukumiwa kwa Qur'ani hii, na Wakristo wote tutahukumiwa kwa Biblia hii. Kama tulisikia na tusizingatie, tutahukumiwa kwa neno. Amina. Kamusi imeandikwa hivi. Hii ni Biblia tuliyosoma na hiyo ni Qur'ani tuliyosoma. Hebu isikilize kamusi ukurasa wa 442. Kamusi imeandikwaje yenyewe? Ukurasa wa 442. Neno Sabato. Neno Sabato maana yake ni Jumamosi. Jamani, Sabato ni Jumamosi. Ni Jumamosi. Ni Jumamosi. Siku ya kuabudu Mungu. Na ni siku ya kumwabudu nani? Kumwabudu Mungu. Ni siku ya kumwabudu Mungu. Kumwabudu Mungu. Maliza. Kwa mujibu wa Biblia. Kwa mujibu wa nini? Wa Biblia. Ni siku ya kumwabudu Mungu kwa mujibu wa Biblia. Ambayo Maliza. Waumini wa madhehebu ya Kisabato. Wa madhehebu ya Kisabato. Usali. Wanafanyaje? Wanasali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jamani, siku ya kumwabudu Mungu ni juma ngapi? Ni Jumamosi. Sasa kama Biblia imesema, Qur'ani imesema, kamusi imesema, wewe una kitabu gani kingine ambacho kinapingana vitabu hivi? Tuletee basi na wewe andiko linalokubali kusali Jumapili. Napenda usome Makabayo. Kitabu cha Makabayo kinasemaje chenyewe? Ukurasa wa 324. Makabayo ameandika na yeye kuungana na Biblia. Ameungana na kila kitabu. Vitabu vyote tunavyosoma na vitabu vyote vinaunga mkono. Soma wewe. 324 ukurasa huo wa maneno magumu. Ameandika nini? Neno Sabato maana yake ni siku ya mapumziko. Jamani, unaposikia neno Sabato maana yake ni mapumziko ya siku ya saba. Amina. Maliza. Ni siku ya mapumziko kwa watu na wanyama. Ni mapumziko kwa watu na nini? Na wanyama. Jamani, watu wote wanapaswa wapumzike siku ya Sabato. Amina. Kama wewe ni mtu, pumzika Jumamosi. Amina. Maana Sabato ni siku ya mapumziko kwa watu na kwa wanyama. Amina. Endelea. Ambayo Wayahudi walikumbuka. Hii ndiyo Sabato ambayo Wayahudi walikumbuka. Kupumzika kwa Mungu. Kupumzika kwa nani? Kupumzika kwa Mungu. Ni pumziko la Mungu. Baada ya kuumba. Siku hiyo Wayahudi waliadhimisha kutoka kwao Misri. Waliadhimisha hata walipotoka Misri. Iliadhimishwa kuanzia jioni ya siku ya Ijumaa. Na Sabato inaanzia jioni siku ya Ijumaa mpaka jioni ya siku ya Jumamosi. Na inaisha jioni siku ya Juma ngapi? Ya Jumamosi. Maliza. Miongozo na kawaida mbalimbali. Na kawaida zote ziliwekwa kuhusu nini na nini cha kutekelezwa siku hiyo. Kawaida nyingine ambazo Yesu alizipinga vikali. Sabato. Maliza. Iliwekwa kwa ajili ya watu. Jamani, Sabato imewekwa kwa ajili ya watu. Maliza. Sio watu kwa ajili ya Sabato. Sio watu kwa ajili ya Sabato. Hiyo ndio nilitaka watu waielewe. Sabato imewekwa kwa ajili ya nini? Ya watu. Bwana asifiwe. Amina. Wangapi wanajijua wao ni watu? Walio watu, mikono juu. Kama we ni mtu, tunza Sabato Jumamosi. Amina. Yaani Sabato imewekwa kwa ajili ya nani? Ya watu. Kama we ni binadamu, tunza Sabato. Amina. Hizi ndizo sifa za Jumamosi. Hizi ndizo sifa za Jumamosi. Misala ya waumini inasema hivi. Hebu isikilize misala ya waumini. Ukurasa wa 377. 377 anasema hivi. Hebu isome hiyo. Ukurasa wa 377. Ameandika hivi. Imeandikwa hivi. Naam. Soma basi. Mpango wa masomo matakatifu. Soma kwa uhakika, ndio hapo. Mbona unaenda na wasiwasi wewe? Soma. Mpango wa masomo matakatifu. Nyimbo na sala katika liturujia ya neno la Mungu. Katika liturujia ya neno la Mungu. Ni sawa na ibada zilizokuwa zikifanyika. Ni sawa na ibada zilizokuwa zikifanyika siku ya Sabato katika sinagogi. Zilifanyika siku ya Sabato katika sinagogi. Yesu. Nani? Yesu. Na mitume wake. Walishiriki ibada hizo. Kumbe Yesu na mitume wake walisali siku ya lini?
ya Sabato. Yesu na mitume walimwabudu Mungu siku ya Sabato. Amina. Wewe unapoenda kusali Jumapili unamaanisha nini? Maana ukisoma Luka 4:16 anasema kama ilivyokuwa desturi yake, alienda kule Nazareti mahali alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia kanisani kama ilivyokuwa desturi yake. Na hapa misara ya waumini inathibitisha hilo, kwamba ibada zote zilifanyika siku ya Sabato. Yesu na mitume na manabii wote walikuwa wakisali siku ya lini? Ya Sabato. Wewe unapoenda kusali Jumapili unamaanisha nini? Tumemaliza sifa 4. Ngoja nikuonyeshe sifa za Jumapili 8. 1. Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. B. Jumapili ni siku ya kutembelea makaburi. C. Jumapili Bwana Yesu alifufuka. D. Jumapili ni siku ya machangizo. E. Jumapili ni siku ya masikukuu, maana mitume walikutana kumega mikate. F. Jumapili namba 6 hiyo, kabla Yesu hajazaliwa, Biblia inasema ilikuwa ni siku ya kusafiri mpaka leo. G. Jumapili namba 7 ilikuwa kabla Yesu hajazaliwa, watu walipeleka sadaka za kuteketezwa. Walikuwa wakisamehewa dhambi zao kupitia damu za wanyama. Kwa hiyo Jumapili ambayo ni siku ya kwanza ya juma ilifanywa kuwa ni siku ya kupeleka sadaka za kuteketezwa. Na yani namba 8, Jumapili ni siku ya kwenda shambani. Tunamalizia somo. Tunaanza na Luka 24. Maana haya yote lazima tuyathibitishe, watu waelewe. Wabaki tu kukatarwa nini? Makala. Ila kuelewa wameelewa. Amina. Fungu la kwanza ameandika hivi. Luka 24 fungu la kwanza maandiko yanasema. Hata siku ya kwanza ya juma. Jumapili hiyo. Hata siku ya kwanza ya juma. Endelea. Ilipoanza kupambazuka. Endelea. Walikwenda kaburini. Wakaenda kaburini. Walikwenda kaburini. Endelea. Wakileta manukato walioweka tayari. Walikuta ile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakalikuta ile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia. Mama wameenda kutembelea kaburi, wakalikuta kaburi la Yesu liko wazi. Maana ilikuwa rasmi na ilikuwa desturi yao kutembelea makaburi juma ngapi? Jumapili. Wakalitembea kaburi ya Yesu. Wakalikuta jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia. Wasione mwili wa Bwana Yesu. Endelea. Ikawa walipokuwa wakifadhaika, walipokuwa wakishangaa kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisema karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta, na walipoingiwa na hofu, na kuinama kifudifudi, hata nchi, hawa waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Amefanya nini? Amefufuka. Juma ngapi hiyo? Jumapili. Na hiyo ndio sifa namba 3. Walipoenda kulitembelea kaburi la Yesu, walimkuta Yesu amefanya nini? Amefufuka. Na ilikuwa kawaida yao kutembelea makaburi siku ya Jumapili. Na leo unaruhusiwa. Tembeza ndugu zako, marafiki zako, nendeni muyasavei makaburi Jumapili. Na ninashukuru wale mnayoyajenga, muyaandike na majina, ili mnapoenda kuyatembelea siku ya kwanza ya juma, muwe mnasoma na majina. Hapo ni Lazaro, pale ni Masanja, huyo kule ni Mabula, pale ni Magadelena. Mnatembelea juma ngapi hiyo? Jumapili. Ilikuwa ni sifa na desturi ya Wayahudi kuyatembelea makaburi Jumapili. Mpaka leo wacha Mungu wote fanya hivyo. Lakini sifa ya 3, Yesu alifufuka. Sifa ya 4, Wakorintho wa kwanza, ilikuwa ni siku ya machangizo. Mpaka leo 16 ndio fungu la kwanza. Korintho wa kwanza 16 fungu la kwanza maandiko yanasema. Ameandika nini? Kwa habari ya ile changizo. Kwa habari ya machangizo. Kwa ajili ya watakatifu. Kwa ajili ya watakatifu. Kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia. Kama yalivyoamriwa makanisa ya Galatia. Nanyi fanyeni hivyo. Fanyeni hivyo na nyinyi. Siku ya kwanza ya juma. Ambayo ndio Jumapili. Siku ya kwanza ya juma. Sikia. Kila mtu kwenu. Na aweke akiba kwake. Lazima aweke akiba kwake. Kwa kadri ya kufanikiwa kwake. Ya mafanikio yake. Ili kwamba siku ya Sabato, ili kwamba michango isifanyike hapo kuja. Na Paulo alikuwa akiwatembelea siku za Sabato. Kwa hiyo masadaka yote, mamichango yote yalipelekwa juma ngapi? Jumapili. Mamichango yote ya masadaka na sadaka zote za mizigo, mahindi, maudaga, mamikungu ya ndizi, mamipunga yote, mamizigo ya sadaka yote yalipelekwa juma ngapi? Jumapili. Maana ilikuwa imeamuliwa hivyo, na ni marufuku kubeba mzigo siku ya Sabato. Kwa hiyo siku ya Jumapili ambayo ndiyo siku ya kwanza ya juma
ikawa ni siku ya machangizo mpaka leo. Sifa namba 5, Jumapili ilikuwa ni siku ya mikusanyiko na siku ya masikukuu. Matendo 20 fungu la 7. Matendo 20 fungu la 7. Ameandika nini? Maandiko yanasema hata siku ya kwanza ya juma, Jumapili hiyo, siku ya kwanza ya juma, tulipokuwa tumekutana, wakakutana mitume ili kumega mkate. Paulo akahutubu. Ilikuwa ni siku ya kukutana kumega nini jamani? Kumega mkate. Tunaita sikukuu, kusanyiko la sikukuu mpaka leo. Unaweza ukakusanyika, zamani walikusanyika kumega mkate, lakini leo tunaweza kukusanyika kumega ugali, jumlisha wali, ongezea juisi na soda na vinywaji vyote na vyakula vyote. Maana ilikuwa ni rasmi kwa sikukuu hiyo siku. Lakini siku hiyo Paulo akahutubu. Endelea. Paulo akahutubu. Akiazimu kusafiri siku ya pili yake. Akaazimu kusafiri siku ya pili yake, yani asubuhi yake. Kumbuka ilikuwa ni Jumamosi jioni. Kwa hiyo kwa sifa namba 6, Jumapili ni siku ya kusafiri. Tunaenda namba 7. Kitabu cha Mambo ya Walawi 23 fungu la 7. Soma wewe. Mambo ya Walawi 23 fungu la 7. Fungu la 7 maandiko yanasema. Neno la Mungu linasema, siku ya kwanza ya juma, siku ya kwanza ambayo ndio Jumapili, kulikuwa na kusanyiko takatifu. Kulikuwepo na kusanyiko takatifu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Hakuna kufanya kazi yoyote. Lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana. Lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto siku 7. Kwa njia ya nini? Ya moto. Kwa hiyo Jumapili ilikuwa ni siku ya kupeleka sadaka za kuteketezwa. Kabla Yesu hajafa msalabani. Na wazambi wote walioishi kabla ya Yesu walisamehewa dhambi zao kupitia damu za wanani? Za wanyama. Na Yesu alipokufa msalabani, hiyo biashara ikafanyaje? Ikaisha. Hii ndio maana ya kwamba haya ndio yaliyogongomelewa wapi jamani? Msalabani. Sasa hivi tunasamehewa dhambi zetu kupitia damu ya nani? Ya Kristo. Kwa hiyo habari ya upelekaji wa masadaka ya kuteketezwa, hiyo biashara ikajifunga. Amina. Na hiyo ndio ilikuwa sifa namba 7. 8 na ni ya mwisho, Marko 16 fungu la 9. Jumapili ni siku ya kwenda shambani. Na haya ndio mafungu tunayomalizia. Soma wewe. 16 fungu la 9 Marko inasema. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza. Yesu akafufuka mapema alfajiri. Na alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma. Hebu soma Kiswahili cha kisasa tumalizie. Alifufuka mapema alfajiri siku ya kwanza ya juma, inaitwaje? Soma hiyo. Yesu alipofufuka mapema Jumapili. Akafuka mapema Jumapili. Mapema Jumapili. Endelea. Alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalena, ambaye Yesu alikuwa amemtoa pepo 7. Naye Maria Magdalena akaenda akajulisha wale waliokuwa pamoja na Yesu. Endelea. Na wakati huo walikuwa wanaomboleza na kulia. Endelea. Lakini waliposikia ya kwamba Yesu yu hai na kwamba Maria Magdalena amemuona, hawakuamini. Endelea. Baadaye Yesu atatokea wanafunzi wawili. Atawatokea wanafunzi wangapi? Wawili. Endelea. Akiwa na sura nyingine. Endelea. Wanafunzi hao walikuwa wanakwenda mashambani. Akakutana wanafunzi wanakwenda wapi? Wanakwenda mashambani. Juma ngapi hiyo? Jumapili. Ni siku ya kwenda mashambani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani kama unaenda kanisani Jumapili ni kutoelewa tu baba, ni kutoelewa tu mama. Jumapili ni siku ya kwenda wapi? Shambani. Maana ya kwamba Jumapili ni siku ya kazi. Amina. Kama ni duka fungua Jumapili. Amina. Biashara zote zifanyike tangu Jumapili. Amina. Ikifika siku ya 6 muda wa kazi umefanya nini? Umekwisha. Siku ya 7 ni mapumziko. Amina. Na siku ya mapumziko ni juma ngapi? Jumamosi. Kile kitabu cha Biblia na Qur'ani vinakubaliana. Qur'ani inasema kuondoa Jumamosi, kuondoa utakatifu wa Sabato Jumamosi, kuupeleka Jumapili ni upagani mkubwa sana. Na malizia kusoma. Qur'ani tukufu imeandikwa hivi. Ukurasa wa 344. Naam. Ukurasa wa 345. Soma hiyo. Naam. Soma. Amri ya Sabato. Sikia. Iliyochukua tangu miaka na miaka. Iligeuzwa kwa amri ya makasisi. Iligeuzwa kwa amri ya viongozi. Na mapadri. Ajabu ni hii. Ina maana viongozi wa serikali walishirikiana na viongozi wa dini kubadilisha Sabato Jumamosi, kuitoa Jumamosi, kuipeleka juma ngapi? Jumapili. Maliza. Ajabu ni hii. Sikia. Ya kwamba hata Yesu mwenyewe hakutoa amri ya kuacha Jumamosi. Hajaitoa amri ya Jumamosi. Kuiacha Jumamosi. Hiyo ni siku ya Sabato. Ambayo ni siku ya Sabato. Na kushika Jumapili badala yake. Eti na kushika Jumapili badala ya Jumamosi. Kitabu hiki kitwacho hata Yesu hajalifanya hilo.
isipokuwa, endelea. Katika kitabu kiitwacho Maandiko Matakatifu yasemaje? Padre Pitway. Padre nani? Pitway. Ameeleza ya kwamba alielezaje? Wamefanya hivi. Walifanya hivyo kwa sababu Yesu Kristo alifufuka siku ya Jumapili. Yaani walishirikiana viongozi wa serikali na viongozi wa dini za Kikatoliki kufanya hivyo eti kwa sababu Yesu alifuka juma ngapi? Jumapili. Maliza. Amekubali ya kwamba mapadri ndio waliobuni amri hiyo. Jamani, mapadri na viongozi wote ndio walibuni amri hii. Mapadri ndio waliobuni amri hiyo wenyewe. Maliza. Wakawashurutisha Kristo wengine. Wakashurutisha na Wakristo wengine washike fundisho lao. Walishike fundisho lao. Kinyume na Biblia. Kinyume cha nini? Na Biblia. Kinyume cha nini? Na Biblia. Maliza. Yesu alikaa na wafuasi wake siku 40. Alikaa duniani hapa baada ya kufuka siku ngapi? Siku 40. Maliza. Baada ya kutoka kaburini. Endelea. Lakini maliza. Hakusubutu kugeuza siku iliyobarikiwa. Hakusubutu, rudia. Hakusubutu, lakini hakusubutu kugeuza siku iliyobarikiwa. Hakusubutu kuibadilisha siku iliyobarikiwa. Siku iliyobarikiwa na Mungu. Maliza. Kwa sababu hizi na nyinginezo imesemwa ya kwamba wamewafanya wanazuoni wao kuwa miungu yao. Hiyo wanaabudu miungu yao. Yesu mwenyewe hata baada ya kufuka alikaa siku 40, lakini hakubadilisha siku iliyofanya nini? Iliyobarikiwa. Siku ya ngapi hiyo? Siku ya 7. Bwana asifiwe. Nina 44 malizia ameandika hivi. Naam. Maliza. Kubadilishwa kwa Sabato. Kubadilishwa kwa Sabato ya Kiyahudi. Kubadilishwa kwa Sabato ya Kiyahudi iliyoamrishwa katika amri 10. Iliyoamrishwa katika amri ngapi? Katika amri 10. Katika amri 10. Toka Jumamosi. Kuitoa Jumamosi. Toka Jumamosi. Kupeleka Jumapili. Kujalia Jumapili. Ni upagani. Pia ni jambo la kipagani. Hili ni jambo la nini? La kipagani. Ni jambo la kipagani. Nina kubadilisha Sabato kutoa Jumamosi kupeleka Jumapili ni jambo la nini? La kipagani. Bwana asifiwe. Nina kitabu cha Waebrania ndio fungu la mwisho limeandikwa hivi. Waebrania 4 fungu la 9 ameandika, jamani popote mnakonisikiliza, Sabato original ni Jumamosi. Nina na imeandikwa hivi fungu la 9. Waebrania 4:9 maandiko yanasema. Ameandika nini? Basi imesalia raha ya Sabato. Imesalia raha ya nini? Raha ya Sabato. Maliza. Kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Maliza. Basi na tufanye bidii. Tufanye nini? Tufanye bidii. Tufanye nini? Tufanye bidii. Kuingia katika raha ile. Tuingie katika raha hiyo. Ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka katika kwa mfano huo wa kufanya nini? Wa kuasi. Mtu yoyote asianguke kwa mfano huo wa kufanya nini? Wa kuasi. Chukua kamusi, malizia hiyo neno kuasi linamaanisha nini? Ukurasa wa 521. Neno kuasi. Jamani, tufanye bidii kuingia katika raha hii ya Sabato ili kwamba mtu yoyote asianguke kwa mfano wa kufanya nini? Wa kuasi. Naam. Neno kuasi linamaanisha nini? Neno wasi. Ni ukurasa 521. Neno wasi. Maana yake ni tendo la kuvunja amri. Hawajaelewa. Neno wasi. Maana yake ni tendo la kuvunja amri. Ni tendo la kuvunja amri. Ni tendo la kuvunja amri. Kanuni au sheria. Bwana asifiwe. Maliza. Maana nyingine uasi ni uhalifu. Jamani, kwa maana nyingine uasi ni nini? Ni uhalifu. Tufanye bidii kuingia katika raha ya nini? Ya Sabato. Ili kwamba yoyote asije akaanguka kwa mfano wa kufanya nini? Wa kuasi. Maana imesalia raha ya Sabato kwa watu wa nani? Wa Mungu. Jamani, watu wa nani? Wa Mungu. Watu wa Mungu ni wale wanaomcha Mungu. Amina. Ninapenda nione mikono ya watu wa Mungu. Watu wa Mungu, mikono juu. Simameni tuombe. Amen. Haleluya. 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 Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya.
Amen. Biblia imeandikwa imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Na Biblia imeandikwa mpaka hata mbingu na nchi zitakavyofanywa, watu wote watakuja mbele za Bwana kuabudu siku ya lini? Ya Sabato. Watu wangapi? Wote. Naomba watu wa Mungu tusogee hapa mbele tufanye maombi. Watu wa Mungu. Na kama na wewe ni mtu wa Mungu, popote unapoisikiliza sauti hii, sogea tufanye maombi. Amina. Amen. Haleluya. Haleluya. Sogea tufanye maombi. Haleluya. Amen. Amen. Sogea tufanye maombi. Sogea. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Jamani, siku ya 7 ya kumwabudu Mungu ni juma ngapi? Ni Jumamosi. Wewe jirushe juu, jipige chini, jigaragaze uwezavyo. Bado Jumamosi ni siku ya lini? Ya 7. Na ndio siku ya kumwabudu Mungu. Amina. Bwana awabariki. Amina. Get the point. Take a step forward.